Simulizi: safari ya Kerasi Burns kutoka makaburi Kocho hadi mjini. Mwanzo wa ndoto. Katika kijiji cha makaburi Kocho kilichopo wilayani Ulanga, Morogoro, aliishi kijana mmoja aliyejaa ndoto na matumaini. Jina lake ni Kerasi Burns, kijana mwenye umri wa miaka 22 aliyekuwa akijulikana kwa akili zake pevu, adabu na kiu ya mafanikio. Alizaliwa katika familia ya wakulima wa kawaida, lakini moyo wake haukuwahi kuridhika na maisha ya kijijini. Alitamani mabadiliko, alitamani maisha bora, na aliamini kuwa mji ndio njia ya kuelekea kwenye ndoto zake. Siku moja, akiwa ameketi chini ya mti wa mkuyu ulioko nyuma ya nyumba yao, alimwambia mama yake, "Mama, najua maisha haya ya kijijini yana amani, lakini siwezi kuishi bila kufuata ndoto zangu. Nitaenda mjini kutafuta maisha." Mama yake alimwangalia kwa macho yaliyojaa machozi, akasema kwa upole, "Usisahau ulikotoka mwanangu. Na usiache kumwomba Mungu. Basi kama mnavyojua, mji si kama kijiji." Hivyo Kerasi aliwasili mjini Dar es Salaam kwa usiku wa mvua. Akiwa na begi moja la nguo, matumaini moyoni na noti chache mfukoni, alianza maisha mapya. Mara moja alikumbana na hali ngumu. Mji haukuwa na huruma. Aliishi kwa rafiki wa mbali kwa muda mfupi kabla ya kuanza kulala kwenye stoo ya duka la jumla Kariakoo. Alifanya kazi za kubeba mizigo, kusafisha magodoro, hadi kuuza maji barabarani ili kujikimu. Siku moja alipokuwa akiuza maji eneo la posta, alikutana na mzee mmoja aliyekuwa na kampuni ya utengenezaji wa video na matangazo. Mzee huyo aliguswa na heshima ya Kerasi na jinsi alivyomwandalia maji kwa tabasamu na nidhamu. Alimpa kadi yake ya biashara na kumwambia aje ofisini kesho yake. Hivyo basi ulikuwa mwanzo wa kupanda kwa nyota ya Kerasi. Hivyo alifika ofisini kama alivyoambiwa. Mzee yule aitwaye Mzee Gamba alimpa nafasi ya kujifunza kazi za uhariri wa video na uongozaji wa matangazo. Hapo ndipo talanta ya Kerasi ilipoanza kung'aa. Kwa muda mfupi tu alianza kusaidia katika kutengeneza maudhui ya YouTube. Kisha akafanya matangazo ya redio na hata filamu fupi. Alijifunza haraka, akawa bingwa wa kamera, uandishi wa skripti na hata sauti ya matangazo. Ndoto yake ya kuwa mzalishaji mkubwa wa maudhui ilianza kutimia. Alianzisha ukurasa wake wa mtandaoni aitwao Kocho Stories, ambapo alisimulia simulizi za kijijini, maisha ya mtaani na mafundisho ya maisha. Video zake zikaanza kusambaa na jina lake likaanza kutajwa kwa heshima. Hivyo basi, baada ya miaka mitatu ya kazi na mafanikio makubwa, Bwana Kerasi Burns alirudi kwao kusalimia katika kijiji cha makaburi Kocho. Safari yake ya kurudi ilikuwa ya kishujaa. Alileta vifaa vya kisasa vya kurekodi, akafungua kituo cha mafunzo ya uongozaji wa filamu kwa vijana wa kijijini. Alitoa ajira kwa vijana wengi na kufufua ndoto zilizokuwa zimelala kwa sababu ya ukosefu wa fursa. Kwenye mkutano wa hadhara alisimama mbele ya umati na kusema, "Niliondoka hapa nikiwa na ndoto. Leo nimerudi na ndoto hiyo ikiwa hai. Mabadiliko yanaanza na sisi wenyewe. Tusiamini kuwa kijiji ni la mwisho wa safari. Ndoto zinaweza kutimia kokote." Hitimisho. Simulizi ya Kerasi Burns ni hadithi ya matumaini kwa vijana wote wa Tanzania na Afrika. Ni ushuhuda kuwa mwanzo mdogo haumaanishi mwisho mdogo. Kutoka kijijini hadi mjini, kutoka kwa muuza maji hadi kuwa mwongozaji wa ndoto, hii ni safari ya imani, juhudi na ujasiri. Imeandikwa na Anselmi Julius na kusomwa kwenu na mimi Daudi Zuri. Hii ni Burns TV. Mwendo Mdundo.